sasa. Upendo wake usio kifani, akafa tuokoe. Uhali gani ndugu mpendwa katika Kristo? Jina la Bwana litukuzwe. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu tena katika mwendelezo wa masomo yetu ambayo yanaendelea kutusogeza chini ya msalaba wa Kristo. Wiki hii tunaendelea katika kutazama somo linalohusu hatari kubwa katika kudharau kweli. Tuombe. Jehova mtakatifu, Mungu wetu, asante tena kwa wakati wa pekee. Funua neno lako kwetu tena katika jina la Yesu. Amina. Leo ni siku ya 4. Nikukumbushe tulipotoka hadi tulipofika. Tupo katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 22. Na tunatazama namna ambavyo ni hatari sana katika kudharau kweli ambazo Mungu anaziweka katika maisha yetu. Somo la kwanza tulitazama kuhusu hatua ya kuchukua ambayo tuliona tunapaswa kuanza kuamsha upya shauku zetu za kupenda mambo ya Mungu, kuto kuchukia mambo yale ambayo mwili unapingana nayo, na hivyo tukamwomba Mungu atusaidie kuanza kuchukua hatua ya kuweka kando mambo ya mwili na kuyapa kipaumbele mambo ya roho, kuomba shauku zetu zibadilike. Lakini siku ile ya pili tulijifunza kusikia sauti ya Bwana, kusikia sauti ya Bwana kwa kila uchaguzi tunaofanya. Na siku ya 3 jana tulijifunza habari ya kuyaweka mapenzi ya Mungu kwanza mbele ya mapenzi yetu, kutanguliza mapenzi ya Mungu kwanza kabla ya kutanguliza mapenzi yetu. Katika kuchukua hatua hizo zinaweza kutusaidia kutambua na kutokuanguka katika mtego wa kudharau kweli tunazozijua. Siku ya leo tuna somo la pekee, somo ambalo binafsi nimemuomba Mungu anisaidie liyabadilishe maisha yangu. Somo hili linatazamwa katika kichwa kinachoenda kwa jina la onyo la mwisho, the final warning, near to lose the life, karibu na kupoteza maisha. Wapendwa, huu si ujumbe tu wa kawaida, huu ni wito wa kuamka. Hadithi hii ya mfalme Yehoshafati tunaisoma katika Wafalme wa Kwanza sura ile ya 22 ni onyo la moja kwa moja kwetu leo, kwangu na kwako. Yehoshafati alikuwa mtu wa haki kama ambavyo tunamuona alivyofunuliwa katika Wafalme sura ile ya 22. Lakini karibu apoteze maisha yake kwa kosa moja tu la kudharau ukweli na kushirikiana na watu wasio sahihi. Sikiliza. Hapa unamuona mfalme Yehoshafati amekubaliana na mawazo ya mfalme Ahabu kwenda kupambana dhidi ya mfalme wa Sham katika mji wa Ramoth Gileadi, ingawa anajua kabisa Mungu hakukubali. Na nyuma tu kidogo ni huyo Yehoshafati aliyekuwa akisisitiza ya kwamba nataka nisikie kwanza neno linalotoka kwa Mungu. Na mara baada ya kusikia neno linalotoka kwa Mungu, jambo la kushangaza sana ni kwamba Yehoshafati bado alilidharau. Ni kana kwamba Yehoshafati amebadilika. Sio yule aliyekuwa anasema ninahitaji kusikia neno kutoka kwa Mungu. Yes, Yehoshafati amesikia sasa ya kwamba Mungu hakukubali waende kupigana. Nilitegemea kwamba Yehoshafati angeanza kumshawishi mfalme Ahabu ya kwamba wasiende.
lakini Yehoshafati hakusema neno lolote na alikubali kwenda. Unajaribu kutafakari ni nini kilimkuta Yehoshafati. Imekuwaje tena Yehoshafati anafanya hivi? Na tukio linalokuja kutokea linahatarisha sana maisha yake. Na ukisoma katika aya ile ya 30 mpaka 32, sikiliza. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, nitajibadilisha na kuingia vitani, lakini wewe uvae mavazi yako. Mfalme wa Israeli akajibadilisha akaingia vitani. Basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru wakuu wa magari yake 32 akisema, msipigane na mdogo wala mkuu, ila na mfalme wa Israeli peke yake. Ikawa wakuu wa magari walipomwona Yehoshafati wakasema, huyu ndiye mfalme wa Israeli, wakageuka juu yake ili wapigane naye. Naye Yehoshafati akapiga kelele walipoona kwamba sio mfalme wa Israeli, wakageuka wasimfuate. Karibu na kuuawa Yehoshafati, karibu kabisa na kuuawa. Nini Yehoshafati anafanya? Kwa nini Yehoshafati anafanya kosa la aina hii? Mpendwa, Yehoshafati alikuwa mfalme mwaminifu, lakini kosa lake mmoja, kuungana na mfalme Ahabu, mfalme muovu, karibu likamwangamiza. Licha ya onyo kutoka kwa nabii Mikaya, alipuuza sauti ya Mungu na akaenda vitani ambapo karibu auawe. Ukweli hili linaweza kukutokea wewe na hili linaweza kunitokea mimi. Jiulize, ni mambo mangapi ya kweli unayoyajua lakini bado umeacha? Je, ni kweli hatujui umuhimu wa kuomba? Je, ni kweli hatujui umuhimu wa kusoma neno la Mungu kila siku? Lakini mbona hatuombi? Lakini mbona hatusomi? Sikiliza, wengi wetu tunafikiri sisi ni imara sana kiroho. Lakini kama Yehoshafati, tunaweza kufanya uamuzi mmoja mbaya na kujikuta tumejifunga kimwili, kihisia au kiroho, tumeanguka kabisa. Hebu tufanye hili kuwa halisi kwa mifano kadhaa tutakayoiona katika somo hili leo. Mitego hatari inayoweza kupoteza maisha yetu ya Ukristo. Kwa nini Yehoshafati aliangukia katika mtego huu? Sikiliza. Kwanza, aliathiriwa na uhusiano mbaya pamoja na mfalme Ahabu. Aliruhusu uhusiano wake na Ahabu kumpeleka kwenye vita ambavyo Mungu hakumpangia. Mara ngapi umeruhusu uhusiano usiofaa ukutoe kwenye uwepo wa Mungu? Pili, alitaka kudumisha amani badala ya kusimama kwa ukweli. Alitaka kufanya compromise badala ya kusimama kwenye ukweli. Aliogopa mgogoro na Ahabu na akapuuza ukweli. Tatu, alifikiri anaweza kusawazisha uhusiano huu kwa maelewano. Aliamini anaweza kufanya kazi na Ahabu huku bado akimpendeza Mungu. Alifikiri anaweza akachanganya nuru na giza. Yehoshafati aliamini yeye ni imara kiroho. Ninaweza tu kwenda, lakini sintaweza kuanguka. Ninaweza tu kumkubalia binti yule, ninaweza tu kwenda kumtongoza, lakini sintaendeleza mahusiano naye. Nitaendelea tu kuwasiliana naye hata usiku, lakini sintafanya naye ngono. Nitaendelea kumtembelea nyumbani kwake, lakini mimi nitakuwa mwaminifu. Tunatengeneza mazingira yasiyofaa kwenye maisha yetu. Nuru na giza haviwezi kuchanganyika. Sikiliza. Inawezaje kututokea leo? Tunapuuza neno la Mungu linapokwenda kinyume na matakwa yetu. Tunapuuza neno la Mungu linapokuwa kinyume na yale tunayoyapenda. Pili, tunaunda mahusiano mabaya yanayotufanya kupotea kutoka kwenye mapenzi ya Mungu. Tatu, tunafanya maelewano na kweli
za ukweli, tunafanya compromise na ukweli ili kuepuka migogoro na kuepuka kukataliwa. Tunafanya compromise na jamii na ulimwengu ili kuepuka migogoro. 4, tunadhani tuna nguvu ya kushughulika na dhambi na ushawishi mbaya. Tunadhani sisi ni imara sana, na hivyo hatujali tuingie kwenye mazingira hatarishi kiasi gani. Tunadhani sisi ni imara. Sikiliza wapendwa, hili ni onyo kubwa kwetu leo. Ni rahisi kuanguka kwenye mtego huu tunapopuuza sauti ya Mungu na kufuata mipango yetu. Adui huweka mitego kupitia uhusiano mbaya, kupitia maamuzi mabaya na kupitia udanganyifu. Tukikosa kuwa waangalifu, tunaweza kutembea moja kwa moja kwenye hatari. Tunaweza kuingia moja kwa moja kwenye hatari, na tukidhani tunaweza kuimudu, lakini tutaanguka kwenye mtego. Sikiliza. Jambo la kwanza, maisha ya uvuguvugu. Maisha ya uvuguvugu ni mauaji ya kina na ya taratibu yanayotokea. Maisha ya uvuguvugu katika Ukristo. Anasema katika kitabu kile cha Ufunuo ya kwamba nitakutapika kwa kuwa uvuguvugu wala si moto. Tunataka kuwa ndani ya kanisa na tunataka kuendelea kufurahia ulimwengu. Huna tena shauku ile uliokuwa nayo kwa Mungu, lakini bado unaenda kanisani. Unaenda kanisani kila siku, lakini wewe mwenyewe ukijitazama unaona kuna mambo umefanya compromise. Tumefanya compromise sana katika utunzaji wa Sabato. Tumefanya compromise sana katika sheria ya Mungu. Tumehoji sana, na hata leo hii huogopi kuandaa nguo na Sabato. Huogopi kwenda dukani kununua siku ya Sabato. Huogopi wala huna hofu yoyote kuingia tu M-Pesa na kufanya miamala. Huna hofu tena. Hofu imeanza kuondoka. Sikiliza, hupingi ukweli waziwazi, lakini hauishi kwa mujibu wa ukweli huo pia. Haupingi ukweli, haukatai waziwazi, lakini wakati huo hauishi kulingana na mujibu wa ukweli huo. Unapendelea burudani kuliko kusoma Biblia. Unapendelea sana kutazama mpira, tamthilia, kupiga hadithi fulani, kuzungumza mambo sana ya kazi labda, lakini haupendelei kusoma Biblia. Haupendelei maombi. Maombi ni kitu cha mara moja sana kwako. Ni kitu cha nadra, si mtindo wa maisha. 3, sikiliza, polepole unakuwa mtu mfu kiroho, lakini bado hujagundua. Onyo la mwisho, hili ndilo la hatari leo. Kudhani uko salama wakati unaelekea mbali na Mungu. Ufunuo 3:16. Basi kwa kuwa uvuguvugu wala si moto wala si baridi, nitakutapika kutoka katika kinywa changu. Funzo la kujifunza. Yehoshafati alifikiri kuwa anaweza kusimamia imani yake, licha ya kwamba angeenda huko vitani. Alidhani nitakwenda huko, lakini mimi nitabaki kuwa imara. Lakini karibu apoteze maisha yake, na karibu ampoteze Mungu kwenye maisha yake. Je, umepoteza moto wako kwa Mungu? Tafakari ulivyoianza imani. Amka leo kabla hujachelewa. Kupuuza sheria za kiafya. Karibu tupoteze maisha yetu ya kimwili. Karibu tupoteze afya zetu kwa kupuuza kanuni za afya. Unajua ujumbe mzuri wa afya unaofundishwa, lakini jinsi ya kuepuka vyakula vinavyoathiri miili yetu, kufanya mazoezi, kupunguza sukari, kupunguza chumvi kwenye vyakula vyetu, kutokukaanga vyakula vilivyosindikwa, kula lishe ya mimea, kuacha kula vyakula vilivyokobolewa, kutengeneza tiba za asili, lakini kunywa maji ya kutosha. Tunajua vitu hivi, lakini polepole tunapuuza. Tunakula kama dunia inavyokula. Tunakumbatia tamaa zisizo za kiafya, na tunatoa visingizio vingi sana tunatoa. Unasema ni chakula tu, hakinisaidii katika wokovu wangu, na unakula bila shida. Na kuna wakati unasema ni leo tu ninakunywa, ni leo tu nitaacha, na unajua kabisa ya kwamba soda sio nzuri,
na unajua kabisa ya kwamba kanuni za afya haziruhusu, ghafla unashambuliwa na magonjwa ya kisukari, unene kupita kiasi, na wakati mwingine saratani. Sasa unabaki kuteseka. Onyo la mwisho: tulipuuza kanuni za Mungu na sasa tupo hatarini. Yehoshafati alipuuza onyo la Mungu, akajikuta kwenye vita ambayo hakupaswa kupigana. Je, unapigana vita vya kiafya ambavyo ungeweza kuepuka? Jambo lingine la tatu: kupenda zaidi pesa kuliko kumpenda Mungu kuna haribu sana maisha yetu. Unapata kazi yenye mshahara mzuri, lakini inakuhitaji ufanye kazi siku ya Sabato. Unakuwa na kazi inayokufanya uwe busy sana, hata unakosa muda wa maombi. Na unasema niko busy, nina majukumu mengi, nina biashara. Unachelewa kurudi nyumbani, unatoka usiku, unarudi usiku. Huna muda na watoto, huna muda wa maombi, huna muda wa kusoma neno la Mungu, na upo ndani ya kanisa na unaona tu maisha yanaendelea. Mpendwa, hili ni hatari, ni onyo la hatari. Ni onyo la hatari, na unajifurahisha kwamba niko busy. Fanyeni biashara kabla Kristo ajaje. Umekuwa busy. Unajiambia Mungu anajua ya kwamba ninafanya kazi. Kwa hiyo unaanza kutafuta compromise na ulimwengu. Ghafla unaanza kupoteza utunzaji wako wa Sabato. Unapoteza kazi yako, unaanza kupoteza uaminifu wako kwa Mungu. Chukulia kwa mfano ukapoteza hiyo kazi, biashara yako ikaporomoka, maana umekuwa busy sana na biashara na unaishia kuwa mtu wa madeni. Onyo la mwisho leo linakuja kwako. Sikiliza. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, kitabu cha Mathayo 6:33, na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Yehoshafati alimtegemea Ahabu badala ya Mungu, na karibu apoteze maisha yake. Umemweka Mungu wapi maishani mwako? Umemweka Mungu wapi maishani mwako? Umemweka Mungu wapi katika maisha yako? Jambo la nne, sikiliza. Jambo la 4, kupuuza roho ya unabii. Kupuuza masomo ambayo umekuwa ukiyafahamu katika maisha yako. Ulithamini sana maandiko yaliyofunuliwa na roho ya unabii, lakini leo husomi tena, hufuatilii maandiko hayo. Polepole umeanza kuhoji mafundisho ya kanisa. Baada ya muda unaanza kupuuza maonyo ya mavazi, maonyo ya ibada ya kweli, maonyo ya kicho wakati wa ibada. Unahoji sana kuhusu muonekano, matukio yanayoendelea. Unahoji sana matengenezo ya mavazi na mionekano ya Kristo. Huthamini tena maandiko yaliyoelekezwa na Roho wa Mungu kwenye maisha yako. Kabla hujatambua, imani yako imekuwa dhaifu na unavutiwa sana na mafundisho yanayokataana na yale ambayo yanaendana na mapenzi yako. Unavutiwa sana na yale mafundisho ambayo yanaendana moja kwa moja na yale unayoyapenda. Onyo la mwisho. Hosea anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Yehoshafati alikataa sehemu ya onyo la Mungu na akarudi kwenye hatari. Je, unapuuza sehemu za kweli zinazoleta changamoto kwako? Utii wa nusu kwenye maisha. Mungu anakupa onyo la mwisho siku ya leo. Usisubiri hadi uingie katika tatizo ndipo umuite Mungu. Fanya maamuzi hayo sasa. Mpendwa, fanya maamuzi hayo sasa. Fanya hayo maamuzi leo. Wengi wetu tumeingia kwenye changamoto kwa sababu ya kupenda mambo ya ulimwengu huu. Tumeingia kwenye changamoto ambazo zimetufanya kwa kudharau neno la Mungu. Hali yetu ya kiafya, hali yetu ya kiroho imeathiriwa sana. Hali yetu ya kiroho imeathiriwa sana. Na leo Yesu anatuita. Yesu anatuita leo. Yesu anakuita leo. Yatoe maisha yako kwake. Yatoe maisha yako kwake. Yatoe maisha yako kwake.
Umesikia sauti ya kuanzisha mahusiano yasiyo ya kiroho. Unatafuta mke, unatafuta mume, unaanzisha mahusiano na asiye muumini wa kanisa. Na unaona ni sahihi tu, mwanzoni unafurahia, lakini mwisho wake ni mbaya na maisha yako yataangamia. Maisha yangu yataangamia. Hili linaweza kuwa halisi. Hili linaweza kutokea kwetu leo. Hili kama lilivyomtokea Yehoshafati, mwaminifu kabisa, lakini alipoteza maisha yake. Alipoteza kabisa. Alipoteza kile ambacho alikuwa nacho. Kidogo Yehoshafati angeuawa vitani. Yehoshafati angeuawa vitani. Huenda leo umevutiwa sana na umekuwa ukiishi maisha, umekuwa unaishi maisha ya muonekano wenye rangi mbili. Maisha ya Ukristo kidogo na maisha ya ulimwengu huu. Unakwenda kanisani siku ya Sabato, lakini una dhambi unazofanya kwa siri. Umekuwa addicted na pornography. Umekuwa addicted na kubeti. Umekuwa addicted na kamari. Umekuwa addicted na mitandao ya kijamii. Una pretend kuwa hai kiroho, lakini moyo wako unapenda dunia hii. Siku moja dhambi yako itakuwa wazi. Sasa au siku ile ya hukumu. Shetani anatafuta tu nafasi moja ayaharibu maisha yako. Mpendwa, Yehoshafati alitaka kuweka compromise kati ya ukweli, lakini kidogo apoteze maisha yake. Ni kwa muda mrefu kiasi gani utaendelea kuishi katika maisha hayo ya Ukristo wenye rangi mbili? Tunapoomba leo, tunaomba Mungu atusaidie tusiingie katika hatari hii ya kupoteza maisha yetu. Karibu tuombe katika siku ya leo. Mungu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, umefunua kwetu ukweli huu. Ninakusihi na kukuomba, kabla maisha yetu hayajakoma, katusaidie kujitoa tena kwako leo. Tusipuuze ukweli. Hatua tunayoichukua leo ni kujikabidhi mikononi mwako, kuomba msamaha wa makosa yetu Bwana, na kuchukua tahadhari ya pekee kwa kila hatua tunayoiona imehatarisha uhai wetu wa kiroho. Tunaichunguza mioyo yetu kwa sauti ya Roho wako Mtakatifu, na kisha tunaamua kuchukua hatua kwa sauti inayotuelekeza hatua za kuchukua kwenye yale mambo ambayo kwa kweli umetuashia taa nyekundu kwa maamuzi tuliyoyafanya. Asante Mungu kwa ujumbe huu wa pekee siku ya leo. Bariki msikilizaji, bariki kila mtu anayepata ujumbe huu katika jina la Yesu. Amina.